Naam, barabara kabisa. Karibu tuweze kuangazia swala nzima kuhusiana na ndoto. Natumai kila mtu mwenye ananisikia ashawahi ota. Lakini ushawahi jiuliza mambo gani huanga yanachangia au yanachochea ndoto? Kwani ndoto zako zingine za kutisha na ajabu huanga zinachangiwa na yale mambo ambayo tutaizungumzia siku ya leo, na hivyo basi ukiyafahamu utakuwa na uwezo wa kudhibiti jinsi ambavyo ndoto zako zitakuwa. Uache kuota ndoto za kutisha, ndoto za ajabu, ndoto za kukimbizwa na mashetani, ibilisi, mapepo na majitu na kuanguka ovyo. Uote ndoto za maana, ndoto ambazo zinaweza kukusaidia katika maisha, kwani ndoto zina umuhimu wake tena mkubwa sana iwapo utafahamu siri yake, na vile vile utajua jinsi ya kuchochea ndoto zilizo ni nzuri. Kwani watu wengi huota tu ndoto madhogothanyo, ndoto ambazo hazina maana, ndoto ambazo pia hazieleweki. Zingine ukijaribu kuzifuatilia hazifuatiliki. Na hivyo basi nakukaribisha uweze kuungana nami tuangazie mambo kama 10 hivi ambayo huchochea ndoto unazoziota. Naam, karibu. Jambo la kwanza ambalo huchochea ndoto ni mzunguko wa usingizi. Hii inajulikana kama REM, yani kwa lugha ya ung'eng'e rapid eye movement. Unapolala, wakati mwingine akili zako huanga zinafanya kazi tena kwa upesi, na macho yako pia kuna wakati hufika inaanza kucheza. Na wakati ule macho yako inacheza sana, huanga unaota sana. Na hii huja wakati ambao umelala, tena umelala usingizi mtulivu kwa muda mrefu na umelala vizuri. Vile vile tuna ya pili ambayo huchangia ndoto zako, nayo ni msongo wa mawazo na vile vile hisia. Wapo una hali ya msongo wa mawazo, bila shaka inaathiri sana jinsi ambavyo utakavyoota, na vile vile hisia zako. Kama una hisia nzuri, basi utajipata ukiota ndoto ambayo ni nzuri, ni ndoto tulivu, ndoto yenye utaratibu. Lakini kama hisia zako zimechafuka, zimevurugikana kidogo, basi bila shaka kuna budi kuota ukikimbizwa, kuota ukianguka kutoka mahali juu na kadhalika. Hivyo basi ni vema kujua ya kwamba uwapo akili zako ni tulivu, basi una uwezo mkubwa wa kuota ndoto nzuri, tena ndoto ambazo pia ni tulivu. Naam, la tatu vile vile ambalo huchochea sana ndoto zako ni lishe na chakula chenye yuara. Chakula chako hutegemea sana jinsi ambavyo utaota, na hivyo basi kama umezoea kuvila vyakula vyenye madini kama vile tryptophan, haya madini hupatikana kwa vyakula kama vile bata mzinga, madizi na vile vile maziwa. Iwapo umezoea kuvila vyakula kama vile vyenye madini sampli ile ambayo husambazwa kwa mwili na kemikali ambayo hujulikana kama serotonini, basi unaweza jipata unaota ndoto ambazo si ndoto za kawaida. Yale madini ya sabazapo kwa mwili huathiri mifumo mbalimbali katika mwili wako,
huku mojawapo ikiwa ni mifumo ya kimawazo, kiakili na vile vile mfumo ya usingizi. Na vile vile kama wewe una uzoefu wa kutumia kafeni na pombe kabla ya kulala, kama umezoea kula vyakula ambavyo vinasababisha kilunguia, bila shaka huna budi kuota ukipiga mbio, huna budi kuota ukifukuzwa. Na vile vile ni vizuri uangalie vizuri masaa yako ya kula, kwani ulapo muda kidogo tu kabla ya kwenda kulala, huenda ikaathiri mfumo mzima wa ndoto zako, na kuona mwili wako utakuwa na kibarua kikubwa cha kusiaga chakula, na mawazo yako basi itakuwa inafanya kazi. Basi kuna uwezekano mkubwa ujipate ukiota ndoto ambazo kidogo ni za kukupa uchovu mwingi, ndoto ambazo bila shaka ni ndoto za kutisha. Ikiwezekana usile ukienda kulala, lakini kama lazima ule, basi kula kitu chepesi, kitu ambacho bila shaka kitasiagwa kwa haraka, tena kwa wepesi. La sivyo huna budi kuota ukichunwa masikio na mapua na mapepo, huku majitu na mashetani wakikung'oa meno. Naam, na la 4 ambalo bila shaka huchangia au huchochea ndoto ni dawa na vilevi au vileo. Yote zile, matembe ya aina yoyote ile, matembe ya usingizi, vile vile ya kupunguza uchungu na kadhalika, huna budi kujipata pia inaathiri ndoto zako pakubwa. Na vile vile kama venye tumetaja, vilevi au vileo, unywapo pombe au vileo vinginevyo, dawa za kulevya ni mingi wazifahamu, bila shaka huna budi kuota madoto mathokothanio, ndoto ambazo hazieleweki, ndoto za kuruka juu na kuanguka chini, ndoto za kufukuzwa, si vifaru, si nyoka, si ndege, si watoto, unafukuzwa na kila kitu na kila mtu. Utajipata pabaya wewe. Itabidi ujifunze kuachana na vileo, na hasa uendapo kulala. Na la 5 ambalo chochea swala nzima la ndoto ni vichocheo vya nje na mazingira. Hivyo basi yale ambayo yamekuzunguka, mazingira ambayo ulio ndani yake, pia inategemea sana aina ya ndoto ambazo utakazoota. Iwapo kuna sauti za kutisha, unabudi kuota madoto ajabu ajabu, tena ya kutisha, yasiyoeleweka. Lakini kama kuna sauti tulivu, vile vile unaweza ota ndoto nzuri yenye maana, ndoto ambayo ni ndoto ya kueleweka. Na vile vile kunaweza kuwa na mwanga kwenye umelala, na unajua sana sana mwanga nao huathiri usingizi, huathiri jinsi ambavyo utakapolala, na mambo mengineo ambayo yako katika pahali ambapo unalala yanategemea sana mfumo mzima wa ndoto zako, jinsi ambavyo utakavyokuwa. Na hivyo basi uwapo ulalapo mahali patulivu, unaweza ota ndoto tulivu, ndoto zenye zinakupea usingizi mzuri na amani, na ndoto ambazo hata ukiamuka utaweza kuzifuatilia vizuri, na huenda zikupe ujumbe fulani. Lakini vile vile ukilala mahali ambapo pana vurugu, makelele, mahali ambapo si patulivu, pana usumbufu mwingi, basi tarajia ukaote ndoto ambazo zinakaa vile vile. Na la 6 ambalo huchochea ndoto zako ni matatizo ya usingizi. Iwapo una matatizo katika usingizi wako, huenda hulali, na
au unakaa muda mrefu sana kabla ulale, au unalala ukiamuka, unalala unaamuka, au hata vile unalala tu ghafla. Kulala ghafla pia ni shida kivyake, na vile vile iwapo unakosa hewa wakati wako wa kulala, basi pia huna budi kujipata unaota ndoto za ajabu ajabu, ndoto ambazo bila shaka si ndoto za kawaida. Na la saba lenye uwezo wa kuchochea ndoto zako ni mawazo na shughuli za akili. Hii inategemea sana na yale ambayo yalikuwa yanafanyika kidogo tu kabla yako kwenda kulala. Kama ulitizama filamu, inategemea uliangalia filamu ya aina gani. Kama uliangalia filamu nzuri tulivu, unabudi kuota ndoto ambazo ni tulivu, ndoto ambazo zina mwelekeo, ndoto ambazo bila shaka zina maana. Lakini kama kidogo kabla ya kwenda kulala ulitizama filamu zenye vurugu, zenye kutisha, filamu za vita, filamu zenye kuchinjana, basi huenda ukajipata ukiota ukipiga maduru, mayowe, ukikimbia, ukifanya mambo ambazo akili zako zilinasa wakati ule ulikuwa unaelekea kulala. Hivyo basi ni vema unajiandaa vizuri, unaona filamu nzuri, filamu au wimbo wenye umetulia kabla ya kwenda kulala. Utakuwezesha sana kuota ndoto ambazo ni za maana na ndoto ambazo ni za faida kwako, ambazo zitakuwezesha pia kuwa na usingizi mwanana. Na la nane ambalo linachangia ndoto zako ni mkao wa kulala. Inategemea sana unalala vipi. Si kulala tu, wengine hulala kwa ulalo wa kutisha kama vile uta. Jinsi ambavyo utakavyolala inaweza tegemea utaota au hutaota. Utaota ndoto nzuri au ndoto pia ya kutisha. Ukilala kwa mbongo utaota ndoto tofauti, na vile vile ukilala kwa ubavu au ukilala kwa tumbo. Na sana sana ukilala kwa tumbo, kidogo usishangae ukijipata pia unaota ndoto za ajabu ajabu, ndoto ambazo bila shaka ni ndoto si za kawaida. Hivyo basi mtindo wako wa kulala inategemea sana jinsi ambavyo utaota. Tuliangazie lile la 9 ambalo huchochea ndoto zako, nalo ni mazoea ya kukumbuka ndoto. Unajua watu wengi, hata wengine hufikiria hawaoti kabisa, lakini kumbe unaota kila siku. Lakini kuona hunanga shughuli na ndoto zako, basi hata huwezi jua uliota nini, uliota hukuota, kwani hata ukiota unajitia hamnazo, una shughuli. Lakini uotapo na ujifunze, kama tusemavyo kila wakati, kunakili ulioyaona kwa ndoto, na ufunze akili zako kukumbuka ndoto, kwani kumbuka ya kwamba wakati mwingi ni wenye hatukumbukangi ndoto tukiamuka. Na hivyo basi ni vema ukiota ujifunze kuzinakili ndoto zako vizuri. Funza akili zako kukumbuka ndoto, na hivyo basi wakati wote ule unapoota ndoto fulani, akili zako zitakuwa na ule uzoefu, zitakuwa zikijua kwamba huanga tunamkumbusha chenye aliota, na hivyo uotapo
huna budi kukumbuka, kwani unaweza kubaliana nami, ndoto zingine hata unaota usiku, lakini jioni wakati umetuliza mawazo, wakati umetulia kidogo, ndio utaweza kukumbuka niliota kitu fulani. Na usisahau ya kwamba ndoto haziji kama jinsi ulivyoziota, bali zaja vipande vipande. Kipande tu kitachomoka katikati, ujione ukiingia gari ukielekea mahali fulani, kumbe ulitoka mahali pengine ndio ufike pale, lakini utaona tu kile kipande kimoja. Na hivyo basi unapoyapa mawazo yako muda wa kutafakari, na unapoyafunza kuwa inakukumbusha ndoto, ndipo utaanza kuchukua kipande kimoja, unaunganisha na kile kingine, mpaka uweze kuona ndoto yote jinsi ilivyoanzia mpaka penye ilivyoishia. Kumbuka kwamba kama tusemavyo kila wakati, ndoto nyingi, hasa ndoto ambazo zina utaratibu wake, wanga zina maana yake, na ndipo uweze kung'amua ile maana ya ile ndoto. Ni lazima uweze kuijua ndoto yote ilikuwa inaendelea vipi. Lakini kama huna mazoea ya kunakili na vile vile kuzoesha akili zako kukumbuka, basi utapoteza pakubwa. Ndoto nyingi zitakuja na kukupita, ujumbe utakukujia na utakupita, lakini ukijizoesha kukumbuka, bila shaka basi utakuwa afueni na huenda ndoto yako ikakufaidi au ikakuokolea pakubwa. Twende katika kichochezi cha mwisho, kile cha 10. Jambo la 10 ambalo huchochea ndoto zako ni mabadiliko ya homoni. Mabadiliko ya homoni sana sana tunajua ni kwa wanawake, lakini hata vile kwa wanaume kuna mabadiliko ya homoni kwa wakati mmoja au wengine. Na tukiangazia kwa kina mama, mabadiliko ya homoni wakati wako wajawazito huchangia sana aina ya ndoto ambazo watakazoziota, na vile vile wakati wao wa hedhi. Unaweza pata wakati wa hedhi unaotanga ndoto tofauti sana na wakati ule mwingine. Hivyo basi yale mazingira au ile hali pia huchangia sana jinsi ambavyo ndoto zako zitakuwa. Vile vile tusisahau katika kubalehe kwa wavulana na vile vile wasichana kuna ubadilifu mkubwa sana wa homoni, na hivyo basi utapata kwamba katika ile hali ya mabadiliko ya homoni kuna jinsi ambavyo itaathiri ndoto zako pakubwa sana. Hivyo basi hayo tu ni baadhi ya mambo ambayo huchangia au huchochea ndoto zako, na hiyo ni kumaanisha kwamba unao uwezo mkubwa wa kudhibiti jinsi ambavyo utakavyoota, na ukizitumia vizuri 2-3 ya hizo, bila shaka utaweza kupea mfumo wako wa ndoto mwelekeo. Utaota ndoto nzuri, ndoto zimetulia, ndoto zenye maana, na vile vile ikusaidie kulala vizuri. Hivyo basi ni vizuri uchague vizuri nini utafanya kuhakikisha kwamba unaota ipasavyo na huoti ndoto za kutisha na ndoto ambazo si za kawaida. Na yote 9 ya 10 wajua itaathiri afya yako na vile vile maisha yako kwa jumla. Swala nzima la ndoto linaweza kuwa swala ndogo na ni swala ambalo kidogo hupuziliwa mbali, lakini ukweli ni kwamba lina maana kubwa sana, kwani
ndilo litategemea jinsi ambavyo utakavyolala na jinsi ambavyo afya yako basi itakuwa, na vile vile jinsi ambavyo maisha yako ya jumla hata kwa wakati ambao umeamuka itakuwa namna gani. Naam, basi mie wako Bin Mureithi na kutakia ndoto iliyo bora, usingizi bora, afya bora na maisha bora. Bila shaka sina la ziada hadi wakati mwingine. Sadakta.